unaenda kuweka password. Una maana gani? Naomba uniambie Lecho. Kwa nini umebadilisha password? Na kila siku nilikuwa natumia hiyo simu. Kwa nini leo umebadilisha password? Kwa mimi maamuzi yangu imefanya. Kwa nini paka anachofanya mpaka nikwambie? Nimeamua simu yangu. Kwani simu ninunulia wewe? Kwa hiyo wewe unafanya biashara za magendo sasa. Niache. Sasa kama hapo kuna nyumba yangu, simu tunaweka kitanda kimoja, leo unaenda kubadilisha simu na kila siku nilikuwa naitumia. Afu wewe mwanamke kama kuna vitu unanificha, takufanya kitu kibaya wewe mwanamke wewe. Mimi sio kwamba labda nashindwa kuoa mwanamke mwingine. Ni vile tunakustiri. Yaani sio tatizo kabisa. Ndio wewe mume wangu, tunaishi wote. Isimu janulia wewe. Nina maamuzi ya kufanya chochote kwa simu yangu. Niache. Ndio kupolipeleka kapi sijakunu. Nani amekupa leo kanunua simu? Hela yangu nipeleka. Sisi nimetoka nayo nyumbani bila simu kwa makini. Usiponiambia kwa nini umebadilisha password kuna hiyo simu, kuna hii nyumba utahama. Hiyo simu itakuponza. Kwa taarifa yako. Unajikuta nani wewe? Unajikuta nani? Ndio ungekuwa mzuri wewe, ungekuwa mzuri. Yaani naona tu na wewe ila sikupendi na kile. Na usinifanye chochote. Ndio password nimebadilisha kwenye simu yangu, wewe sio kufuatia simu yangu. Wewe unakuwa na simu yako muda wote nishaye kushika simu yako na ukagua. Sasa wewe simu yangu inakuhusu nini wewe? Ila mimi wewe una haki ya kushika simu yako kwa sababu wewe ni mwanamke wangu. Haya una mwanaume mwingine. Una mwanaume mpumbavu. Wewe ni mke wangu. Na kwa sio ni kwamba nakukosea. Afu mwanaume sikiliza sawa? Sio kama tatizo lako mimi siyajui na sio kama mambo yako mimi naukalia kitu. Na matatizo gani? Na matatizo gani? Wewe ni mwanaume, umenioa. Mwanaume gani? Kila siku jinga mambo yako mimi najua. Yaani unaweza kukaa wiki nzima haujanipa. Kwa mimi sina hisia mtu mwanamke. Umenioa nje kupikia tu ndani tu tunaangaliana. Ndio mambo anataka Acha sikia. Basi Lecho na wewe. Mpaka majirani wasikie. Acha wasikie. Kwa nini unataka unamaanisha kwamba sasa unanichiti? Kwa tukimea nini? Ndio kuangalia tu. Mwenyewe nimechoka. Umekasirika. Mimi nilikuwa nafoka tu, sio kwamba nilikuwa napenda. Nilikuwa nafoka tu kama mwanaume. Kwa hiyo unataka nionekane kwamba mimi sio kitu kwako. Mimi hata kama nikupokee labda niache sitaki kisha nikiela umetoka kwenye muda. Asubuhi yote unaanza kufoka na hujui matatizo yako. Niache bado sitaki mambo niache. Kama unaniua niue. Niache. Mimi unajua mimi. Yaani ujue ni yani kwanza hapa nikukumbatia tu nahisi kama napigwa shuti hatari. Yaani mimi nikuaga tu nakuangalia ni kwanza waga sichoki. Naangalia. Yaani sio nimekumisi mpenzi wangu. Yaani ni vile tu ni maasili ya kijinga tu unaanza unafoka unaongea mambo ambayo siri ya mimi na wewe mpaka watu waijue mke wangu. Unajua ni mrembo sana. Ni mrembo. Sinakalie basi. Ni macho yako. Wewe bado umenuna. Usikasi. Nakupenda. Nyumba wallahi imechukulia pesa nyingi. Anafikiri nikiangalia kwanza mwenyewe ninapata wivu kuona nyumba imejengwa South Africa kama hivi. South Africa, South. Sasa tunapote tuchazo kuza nyumba ambayo sieleweki bwana. Salama bwana, asalamu alaykum. Kaifa bwana. Nikwambia kitu bwana, mambo ya ujenzi yanahitaji hela nyingi. Nimeshatoa hela nyingi, nyumba hainyanyuki wala nisona wamtile mwanamke mimba, alafu mimba haikui. Wajiuliza mimi nishakuwa kisabuni au kibamia. Yaani nishavulugwa. Ndio bwana, hawali zotoka huko bwana. Salama ila kidogo sio sana. Unaposema kidogo, nishazoea kidogo ndio Diamond Platinum. Mambo yangu si ndio? Vitu shemeji vinatia hasira. Nipe habari za huko vipi? Mambo ni aje? Mume wanaendeleaje yule bwana? Yaani wewe uko mtokako, kiufupi niseme, yaani sio salama. Ila bora nimekuona. Sawa. Yaani bora nimekuona. Kuna jambo langu yani linanitatiza. Nawaza hata nisina familia. Sasa tunaweza tukalishare. Wasema Wazanzibari tunaweza tukaliconfirmation. Tukaliconfirmation. Wazungu Wazanzibari wazungu. Kuna tatizo gani hasa sasa hivi? Kama unavyojua nimeolewa. Na naishi na mume wangu pia. Najua. Lakini mpaka sasa hivi. Sawa. Ina miaka 5 nipo kwenye nyumba. Wewe. Bana nikusikilize. Na nimevaa mshati hizi. Lakini yani sasa hivi hakuna kicheko chochote. Yani sijabeba ujauzito. Niseme eti nifungwe mtoto hakuna. Na unajua kabisa ndoa bila mtoto
Sina hata amani kwenye ndoa yangu. Niko na choo. Mimi nishakushamuona siku zile kwa ndoa. Anaambiwa nimeoa ati nimeolewa. Unifurahisha wewe. Sasa tumbo lako latiliwa kokoto, latiliwa zege, latiliwa makalai ya lengo lako hasa zaidi mama. Unataka nikushawisha. Yaani sasa pole wewe sasa ulikwenda kujificha kwenye shamba. Yaani umekimbizwa umeiba mwa mtu umekwenda umejificha kwenye shamba la karanga. Eti nimejificha. Kiso yangu. Maelekezo yangu hayana bonanza, hayana nini. Maelekezo yangu yana kila kirutubisho. Una mabaya. Lakini sio kama tatizo lipo kwangu. Tatizo lipo kwa mwanaume. Safi. Kumbe ile hawezi. Hawezi ndio. Kwa mwanamke yote ujauzito hawezi, yani hawezi. Yani matatizo yako kwake, lakini kwa mimi niko vizuri. Kuna shida nifanyie. Sawa. Sasa mimi nashinda, ni mpaka msiki nifanyie. Nataka nikwambie sasa. Huu ndio wakati wa kutafuta watoto wengi. Maana kwa tumezaliwa 4 tu mimi sasa bwana. Nataka nikupe. Unataka heshima. Maana ukiamona jeza choo na ukawa kunya sana wewe. Wajisaidia sana. Kuna mawifu wanapokea. Sasa mimi nataka maana kuna makoti na vikotikoti. Sasa unakipenda kipi hapo? Mbona sikuelewi? Yaani utaelewa tu bwana, vitu vingine sisi hatukurupukagi. Kuna msimamo wa nchi. Ndio baba nimetoka nyumbani. Ndio. Muda si mrefu anarudi. Lakini kuta sipo hapo inakuwa baraka. Sasa mimi nikupatie mimba. Ili upate heshima pale. Unajua ni mwanamke mzuri sana. Alafu macho umekaa kama boleza kuchezea mtambo ukasu zile. Yaani umevaa dela kama vile umejivua mwenyewe. Yaani umekaa kama tepu ya fundi iliyokatika kwa namba. Bwana, yaani sasa nitafute msauza kati hata Marekani yenyewe naisikiliza kwa tochi. Tanzania imenishinda sasa inaendaje? Tutafute mtoto bwana mtoto. Tutafute mtoto haraka bwana mme wako yule si. Wewe ndio kunishauri mama. Sasa nikushauri ukafe. Yule si rafiki yako kama. Rafiki ndio rafiki ni hela bwana. Yule ni mfu anayekufa kesho. Mama kweli kama ndio ushauri. Umenipa ushauri wa maana. Sasa ulifikiri Mr. Mashati mimi nitakupa kipi? Kwa sababu hela siwezi kukupa. Hela sikupi. Alafu pumzi nakupa Mungu. Alafu kingine labda kitana na raha. Yaani sio wachakara. Hapa kwamba ushauri lakini kenge unanijua. Maneno yako mimi sijapenda. Kamwambia yule mbwabwa yule tambwabwa la pole ondoka makaloni madogo kambe kwa uburi. Upo kama kibua. Sura kama shushuru za kelepele kumbavu mimi nitakatembea kama nataka mlejea shomie. Naweza kushoto kula mahali. Utakuja tu hapa. Lazima nikupe vitu. Mimi na shote nifanyeje? Yaani na mume wangu mimi nampenda, yaani kwa kweli nampenda. Sitamani tu kumwacha. Matatizo yenyewe ndo kama haya. Na mtaalamu mimi namjua. Anasaidia sana mambo kama haya. Mtaalamu? Ndio. Kivipi? Yaani solution hapa ni kwenda kwa mganga. Mama tukasema tukalini. Yaani ile swala mganga mimi hata siyaki. Hata kama ndo matatizo kweli. Kwa mganga. Kwa sababu kama mmekubaliana, mimi nitaongea na huyo mtaalamu ili siku mkija nifanyaje? Niwapeleke. Tulishikie hilo swala leo. Na mjengo wa nchi ya furufuru huu. Yaani nikiuangalia raha la kweli Mwenyezi Mungu kweli kanijalia, lakini mambo haya. Unaona vipi bwana? Unaona bwana? Unaona kabisa. Siku nzuri. Ndio. Mwanangu bora nimekuona. Ndio nilikuwa nawaza huu mzigo mimi nitampa nani anisaidie kunikutua huu mzigo. Watisha baba, mzigo gani? Wabangi madawa kuleta bwana mzigo. Sasa mzigo gani penyewe pale ndio wasaza mama. Sasa wewe nakuelewa mambo yako. Wacha kabisa wacha. Yaani vitu hivi unajua alafu yule Zainabu yule mke wangu wa 6 yule. Nishambia lime shamba la matembele. Hata kunielewa bwana. Vipi sema hapa bwana? Bwana, unajua wewe ni kama ndugu yangu, yani ni rafiki yangu wa karibu ambaye wa damu. Sawa. Uko nyuma ulikotoka salama lakini bwana ndio salama ila sio salama kivile. Na una usalama kwa nyuma bwana. Sana. Ni cha kusikini kinakusibu kipi? Ya hebu nieleze nielewe mimi wewe mshauri wako mzuri yani. Mimi mshauri wako mzuri. Nakubali. Unajua nini bro? Mimi na tatizo linanisibu. Lipi hilo ndugu yangu? Na naweza nikakaa kimya sana hapo baadaye. Wenda wapo watu wa kunisaidia kama nyinyi. Mimi Sheikh enda kusaidia huko nyuma kutaisha matatizo yote.
Niambie vipi? Una tatizo gani? Hebu nipe mtihani. Unajua sisi twashibana ya. Ngoja nikwambie tatizo nyoa Zanzibar mnaongea sana. Sasa sisi ndo tulivyojaliwa hiyo swala na nyoa bala yenyewe wanivuruga medulo. Wanivuruga akili bwana. Hebu nielekeze. Ni tatizo lipi hilo? Nakwambia. Hii nyumba yangu fundi shamkimbiza chakula nyingi ndio nimemtimua niko na wewe tu hapa na umwembe wa tusaladia ati. Bwana ni unajua Mzanzibari. Sawa. Niko na tatizo. Nilo tatizo. Sawa. Mimi si unajua nina mwanamke. Katika bitu likoka wa kule wapi Kigoma kule. Wale wachawi. Wale pala ya Kigoma nyuma kule. Mchwaleli bwana. Ukuta training. Sawa. Unajua nini Mzanzibari? Sasa yule mwanamke ninampenda sana. Sawa. Sasa hapa katikati alitokea kavurugu mechi, yani hatukuelewana, umeona? Sijakuelewa maana ndio watandazize kutoka vurugu mechi vipi? Simba na Yanga. Sijakuelewa. Hali kaitokea ka ugomvi. Sawa. Ule ugomvi bwana. Mimi ni kama mwanaume unajua. Kwa siwezi kukubali labda mwanamke afanye vitu ambavyo havistahili kwa mume wake. Na mimi natakiwa niwe na sauti kwa mke wangu. Sawa. Sasa sauti hiyo nakuwa nayo. Anapokuja kunikata mimi sauti yangu. Bwana. Ili tatizo lile ninalo. Tatizo lani? Tatizo gani yake? Hebu amezungumza mimi nikupatie ushauri mzuri itazolihishe. Kama ni swala wanawake kwa tuza kwa dua. Wewe niambie wewe tu mwenyewe wako na tatizo gani mimi afu nipambanie. Niambie bwana. Usitete mambo kwanza haipendezi bwana. Hebu nielekeza tatizo ni lipi? Mzanzibari. Mimi sina nguvu za kiume. Toba. Kwa nguvu za kiume wewe. Sina nguvu za kiume Mzanzibari. Na maana wewe mlago. Bwana wewe msengele. Sio mlago. Ni soli. Ile soli nimekwambia ni sijaimwambia sawa. Nataka nikushauri. Nitakushauri jambo hilo moja. Unaniambia hata ile kwamba kokoliko hamna. Yaani hamna, yaani mimi nikiingia kwa kuna mwanamke, yaani wanaangalia kila siku mwanamke wangu na ndio kelele. Hata kama anakosa kisha nikosea, mimi nikiwaka tu yeye ndo anakimbilia hapo anajua. Sikiliza sasa, sikiliza nikupe mahopo mdogo wangu. Sikiliza wewe mtu wa bara. Jambo la kwanza nataka nikupatie dawa mbadala. Umenisaidia sana Mzanzibari. Ndio maana kukubali. Sikiliza nikupe maelekezo yake. Sisi tunajua Zanzibari. Ndio. Cha kwanza chukua bangi. Unajua bangi ile pale. Nisikilize sasa. Wewe ni mchawi walogwa wewe. Walogwa. Sikwambia kidogo kule hatari. Naelewa najua. Walogwa ile bangi chukua ndio pale kituo cha polisi. Wewe mwambie alapisimi nataka nivutie hapa. Umeelewa? Au chukua ile majongo yale, fa majongo yale. Sasa, yaani mimi nakwambia kitu serious unaanza. Sasa mimi wao nafwa waliwa mke wako hivi ushauri yako wewe. Chukua male majongo na ile madanga ya Mwanza twange yale. Alafu jipake pale. Umeelewa bwana? Hapana, au unataka kwa sababu umejua swala langu nataka ile umbendee mke wangu. Sasa nikavute bangi ya kitoni sasa. Yaani baza bonga. Yaani mimi nikajua yaani Mzanzibari, mimi nikajua Zanzibari wana akili, unaanza kunishauri masuala ya bangi, nikavute bangi ya kitoni. Tatizo la nini watu wa bala wajifanya kila kitu mwajua tu, wa bala mwajifanya mwajua sana. Bwana. Kwa ushauri hapa. Sasa nisikilize, hebu kalale uchi sokoni pale. Kalale uchi sokoni. Na laundi wewe, mke wako yule mzuri mwenyewe wako hayo. Yaani wewe mimi nikajua utanishauri afu unaanza nikavute bangi kitoni. Wewe unaweza. Watu wa bala yule mke wako mwenyewe mzuri. Ndio bana mwanangu, waletea swala mke wako. Mwenyewe mke wangu kashinda ndani huko. Leo nakula kilo 3 mke wangu ile hatari yule. Kwanza yule kidogo nikimwona ile wakatana muoa yule wala yafunga mkanda yule jamaa kumbe bali bwabwa yule bwabwa. Nichakisha nivuruga mimi. Ayoni ma.